Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Ningependa kufundisha kuhusu maonyo. Kufundisha kuhusu maonyo. Maonyo ndiyo husababisha hekima. Maonyo husababisha hekima. Maonyo husababisha hekima. Maandiko inasema katika kitabu cha Mhubiri 4:13 inasema, heri kijana maskini mwenye hekima. Ni heri kijana maskini mwenye hekima kuliko mfalme mzee mpumbavu, ambaye hajui tena kupokea maonyo. Hekima ni muhimu. Mtoto asiyeheshimu babake au asiyeheshimu wazazi wake, maandiko yanasema ni msiba kwa babaye. Baba wa mtoto asiye na heshima hamfurahishi babake, hafurahishi wazazi wake. Maandiko yanasema baba wa mtoto asiye na hekima anahuzunika, hana furaha, wakati wote hafurahi, kwa sababu mtoto amekosa kumtii. Watoto wengi wanaingilia mihadarati ambayo mihadarati imewaharibu. Hawasikizi wazazi hawana furaha. Maandiko yanasema mtu wa kudharau mzazi, anayedharau wazazi wake na alaaniwe. Na watu wote waseme amina. Watoto wengi wameharibika kwa sababu ya wazazi kuweka kiboko chini, kutopiga watoto. Wazazi hawaadhibu watoto. Maandiko inasema kitabu cha Methali 29 mstari wa 15. Methali 29 mstari wa 15. Fimbo na maonyo hutia hekima. Mtoto lazima apigwe na apewe maonyo, kwa sababu bila maonyo mtoto hatajua makosa yake. Kama ameambiwa na hasikii, ndio maandiko yanasema apigwe, achapwe, ili uwe umemrekebisha. Hiyo ni sheria ya Mwenyezi Mungu, ili watoto wakuwe na nidhamu na kuheshimu wazazi na watu wote. Maandiko inasema, nanyi wazazi msiwachokoze watoto wenu. Muwaheshimu watoto wenu mkiwafundisha neno la Mungu. Na kwa hayo Mungu ambariki.